hapa kuwasha kiberiti. Mimi kazi yangu ni kuwasha kiberiti, maanake najua kuna mtu ana moto. Namuona Mkanyo ana moto, Eduma ana moto, Tuzo ana moto, Lidia ana moto, Josephine ana moto. Kwa hiyo nikisema wote wanalipuka, ibada inakuwa yenye nguvu, wanashangilia, wanatembea, maana wote tayari ibada yao wameiandaa nyumbani, hawakuiandaa hapa. Hapa wamepeleka ibada ndo tayari iende nyumbani. Watu wa Mungu, ibada zetu ziende nyumbani. Tukija hapa tunaweza kiberiti, kila mmoja analipuka kwa nguvu za Mungu. Sahihi mbele za Bwana. Hatulipuki kwa sababu tunatarajia ibada tuitengenezee hapa. Mimi sitengenezi ibada hapa, siandaa ibada hapa. Hapa nawasha kiberiti, maana kuna petroli pale, kuna petroli pale, kuna petroli pale, kuna petroli pale, imekosa moto. Naposema sasa, watu wa Mungu tusimame tusome Biblia, basi wanasimama, wanaposikia neno la Mungu wanasema haleluya, haleluya ni Bwana, haleluya ni Yesu, haleluya. Leo tunapokea, leo tutatendewa, leo maana tayari watu wamewaka toka nyumbani. Wanaposikia neno la Mungu wanasema yes, hapo hapo wanalipuka hapo kwenye pamoja, maana tayari wamewaka hao toka nyumbani, wamekolea, wamekolea, ni watakatifu hawa. Kutoka 33 mstari wa 5 na wa 10, Mungu anawaambia wana wa Israeli, Musa, kwamba wanatakiwa kuwa watakatifu. Maisha ya usafi, anasema walikuwa wasafi, anasema wakavua vitu vyao ili Mungu atembee. Anasema ndipo kuvua vitu vyao Mungu akashuka kwenye ile hema, maana amevua vitu vyao, alafu akasema twende kwenye hema. Anasema utukufu wa Mungu ukashuka. Bwana watu tayari wameipanda za kutoka nyumbani, wanapoingia kwenye hema moto unalipuka, unalipuka. Watazama wale katika Matendo sura ya 3 mstari wa 1 na wa 8. Matendo tunakuta tulisha Mungu pale, wakina Paulo amini Petro na Yohana wanaenda wapi? Kwenye ibada, saa 9 ndio ibada. Watu ambao tayari wana nguvu za Mungu, wamechochea nguvu za Mungu, wana upako tayari, moto umewaka. Wanasema tunakwenda kwenye ibada saa 9 mchana, wanaingia kwenye ibada, wanaingia na upako. Sasa kilitokea kwa watu wale wataalamu za Mungu, wanakutana wote njiani, hapo ni halali yao, maana iko nguvu, moto umewaka, wote ndani yao. Mungu anajibu, anatenda kwa sababu tayari nguvu za Mungu ziko ndani yao. Watu wa Mungu kedai ibada nyumbani, nguvu za Mungu zitahudumia watu njiani humo. Utaogopa watu, kienda mtu utamkaribisha kanisani, karibu, maana umewaka, maana iko nguvu, maana iko Roho Mtakatifu na kushuhudia. Wakati wa ibada waambie na hao njiani washuhudie, hao njiani wakaribishe, hao njiani maombi hao watie mchoro wa Mungu. Utawaambia tayari umewaka, ibada umeifanya nyumbani, unakuja makuwasha, sababu umewaka njiani humo, vinalipuka wagonjwa, vinalipuka waombea, vinalipuka na watu wa pepo, vinalipuka kwa Mungu, zinainua watu, maana umewaka tayari. Ibada nyumbani. Wakina Petro walianza ibada nyumbani, wamecheza na nguvu, wanaenda kwenye ibada wakitani, wamechochewa. Ndio maana yule kiwete aliweza kutembea, akasema kwa jina la Yesu inuka, maana wanazo nguvu tayari, wamewaka tayari. Mtu wa Mungu, ibada inaanzia nyumbani. Tengeneza ibada kwa nyumbani, kaa nyumbani vizuri, maisha matakatifu, jiandae. Njoo hapa ukiwa tayari, usije hapa kwamba nakwenda kuandaliwa. Hapana, hapa tunawasha moto. Ndio maana inachukua muda sana kwa wengine hapa, tunafundisha vitu kwanza na kushangaa. Wengine wamewaka ambao tayari wanaipanda kwa nyumbani, wengine kwanza wanashangaa nini kitokea, kama maigizo vile. Anashangaa mpaka anachukua na simu, anapiga simu, anasikia message, nini kweli, mtu huyo hana ibada. Huyo hana ibada sahihi. Ibada sahihi ya kweli inaandaliwa nyumbani mara zote, katika utakatifu nyumbani. Natoka nyumbani kimewaka. Jambo la tatu, jambo la kumalizia hili, katika mambo mengi wewe malizia tatu hilo, muda wangu umeenda, nimalizia hapo. Watu hao
wanapeleka ibada mbele za Mungu, mara zote wamejawa na shauku ya kukutana na Mungu tu, wala sio mtu mwingine. Mara zote wana shauku ya kukutana na Mungu. Watu wenye shauku hao waogope sana. Yaani mara zote anawaza ibada. Vitu vikitokea kwa wale wana wa Israeli, tuosoma pale kwa Nehemia. Anasema aliposimama tu, ameshika kitabu, aliposimama kitabu tu, aliposimama pale mambalini hapa, wakasimama tu. Maana wana shauku ya kumsikia Mungu. Wana shauku ya Bwana leo Swahili. Wana shauku tena Mungu, wana shauku Mungu leo ana jambo gani jipya Mungu leo. Nile mtukajie wana shauku. Watu wenye shauku hao wanapokea kwa kiwango vya juu sana. Maana wamekuja mbele za Mungu, wana shauku ya kupokea, wana shauku ya kuponywa, wana shauku ya kutendewa, wana shauku ya kuinuliwa. Hao Bwana anawatendea kwa kiwango vya juu ya shauku. Wana shauku. Njoo kuibada ukiwa na shauku. Peleka ibada mtu wa Mungu, mara zote kuwa na shauku ya kukutana na Mungu. Jana ukija hapa kwamba mimi nataka nimuone John, hata ukiomba hapa wewe utamwona John, hutomwona Mungu. Maana ukimwona John, umekuja hapa kumvizia Bakari mkake nani hivi, nikimjua mkake najua namna ya kufanya kumpiga ngoma. Wewe kuna watu wamekuja kuangalia mapungufu ya watu wa wenzao. Mke Bakari ana mapungufu gani? Katika yeye anamtega mume wake. Ndio kimemleta hapa. Sasa huyo hawezi kukutana na Mungu kwa siku moja. Huyo atakutana na Bakari, sio Mungu. Mtu wa Mungu, njoo ufanyie Mungu ibada ya kweli na sahihi. Peleke Mungu ibada ya kweli na sahihi. Uwe na shauku ya kumwona Mungu. Uwe na shauku ya kukutana na Mungu. Katika Zaburi ya 22 mstari wa kwanza, Daudi anasema ana shauku ya ibada huyu. Anasema na nifurahi. Huwezi kufurahi kama una shauku. Huwezi kufurahi. Na nifurahi ukuniambia ingia nyumbani mwa Mungu. Anaposikia neno ingia nyumbani mwa Mungu, anasema na nifurahi kwa sababu anajua nyumbani kwa Mungu ndiko kuna muujiza wangu, ndiko kuna uponyaji wangu, ndiko kuna maelekezo yangu, ndiko kuna nguvu zangu, ndiko kuna wakati wangu, ndiko kuna kuinua kwangu. Nyumbani mwa Mungu unapitia muujiza, anajua lazima utotokea. Kwa hiyo amejawa na furaha, maana kwa Mungu ndiko anapokea. Maana kwa madhabahu ya Mungu ndiko Mungu anajibu kwa moto, anajibu kwa moto. Akasema madhabahu Bwana umenipa, ijulikane leo, ijulikane leo. Wenye shauku ya kumwona Mungu watamwambia Bwana leo ijulikane. Akanikwambia Elia, akasema ijulikane. Alikuwa na shauku ya kumwona Mungu akitenda, alikuwa na shauku ya kuipata. Alipeleka ibada yenye shauku mbele za Bwana, alipeleka ibada ya shauku. Akasema lazima Mungu ijulikane leo ya kwamba niko mtumishi wako leo pamoja, niko mdogo na shauku na wewe, niko mdogo kama ijulikane. Nasema mtu wa Mungu leo, peleka shauku ibada kwa Mungu ili Bwana kutendee. Haijalishi mlima kiasi gani, haijalishi wewe gani, lakini kwa na shauku. Biblia inasema Baba na utafuta wa kujua misi wewe na ukweli, hao ndio watafuta. Anakutafuta wewe shauku ibada, anataka wewe kwa hamu ya ibada, anataka kutoka Mungu mara zote. Anatembea kwa wale ambao wana shauku ibada, anatembea kwa wale ambao wakutana na Bwana, anatembea kwa wale ambao wanapeleka ibada ya kweli shauku. Ninasema mchana wa leo wana shauku, wana shauku, wana shauku ibada, wana shauku ibada ili Bwana kutendea, ili Bwana kutoka katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo, weka shauku ya kutembea na Mungu, weka shauku ya kutembea na Bwana, weka shauku ya kutembea na Mungu. Mwambie kwenye ibada leo, nataka nikutane na wewe. Mwambie kwenye ibada leo,